hapa tumekuja kumtukuza nani? Mungu. Sasa mnakaa kabisa, mlitakiwa kuwa na matawi. Semeni amina kama mjakasirika wanagwai. Mmeionaje hiyo? Jamani, Bwana asifiwe. Nataka nizungumze na mtu mmoja ambaye ananisikiliza. Ndio. Unajua tunaishi duniani, na hii dunia ione tu kwa macho inapendeza. Kabisa. Waone tu watu, wengine ni weupe, wengine ni warefu, wengine ni wafupi. Lakini sikiliza, kikweli dunia hii ina wafalme hawa tu. Wa kwanza ni Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na huyo ndiye tunayempa sifa na utukufu. Kabisa. Amina. Lakini namba 2 yupo, anaitwa Lucifer, joka wa zamani au danganyaye ulimwengu. Kabisa. Kwa hiyo hata mafanikio kama haujapewa na Mungu, shetani kahusika. Kabisa. Yaani hujanielewa bado. Mafanikio ya kimwili kabisa kama haujapewa na Mungu, shetani kahusika. Kabisa. Nilikuwa naangalia kitu kimoja hapa, nikamwangalia Yesu maisha yake alipokuwa na wanafunzi. Akimaliza pilika zake, alikuwa anawaambia hivi, twendeni mlimani tukaombe. Wakifika mlimani, wakitoka wakapitona kwa usingizi, anawafuata tena, amkeni muombe sije mkaingia majaribu. Kabisa. Bwana tusaidie. Amen. Unajua ni kwa nini alikuwa anawaambia? Alikuwa anawaambia kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu, lakini pia alikuwa ni mwanadamu. Kwa hiyo alikuwa ana uwezo wa kuona mbele na nyuma. Kwa maana hiyo basi, alipokuwa anawaambia amkeni muombe msije mkaingia majaribuni, alikuwa anajua yako majaribu ya ndoa, yako majaribu ya magonjwa, yako majaribu ya kukataliwa. Unakuwa ni binti mrembo kabisa na shepu nayo nzuri, karibu kuolewa. Kumbe wakati mwingine tunapokuwa tunaomba yale maombi huwa yanageuza laana ambazo tumetamkiwa. Na lazima uwe salama, maana tunaishi duniani, dunia iliyo na wanafiki wa kutosha. Wanakusalimia Mwakeye, Wagonapora, Chasugu, Mara, Mwanayo, Mwalala. Wengine ndio wanasema ate bila kuolewa, ate bila kuoa huyu, akagonga na bajaji sasa. Hii ndio dunia. Na acha nikwambie, sio kila anayekufa tunakuja. Usishangae, sio kila anayekufa tunakusanyika tunasema kwamba Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Si wote kwamba ni Bwana ametoa. Amina. Nisikilize. Sikiliza nikwambie kitu hiki hapa. Si wote wanaokufa ukajua kwamba Bwana ametoa. Wengine ni shetani ametoa, jina la Mungu lisikitike. Kabisa. Kuuliza kitu hivi, kama umechukuliwa msukure, Mungu ametoa, ana faida gani sasa? Maana yake tunasema hivi, Bwana alitoa, shetani ametoa, jina la Mungu lisikitike. Kabisa. Lakini kiboko yao sasa ni kumpokea huyu Yesu. Ukiwa na Yesu utaliwa nyama na wachawi. Ukiwa na Yesu mimba utakuwa unabeba zinaporomoka bila sababu. Ninamjua Yesu ameniokoa. Hebu fikiria, kiniangalia mimi na miaka mingapi? Ndio nishuke hapa pananibana kabisa. Bana kama umefungwa. Kiniangalia mimi na miaka mingapi? Ukiniangalia bado mdogo sana. Bado mdogo sana. Lakini sikiliza, Mungu amenipa neema, ninamshukuru. Maana vijana wengi umri kama huu hawana usalama hata kidogo. Mungu amenitoa Katoro ili niseme na wewe, sio unakuwa mwanamke kabisa, unakaa na majini gete
atoke, wanyimbo uipatie. Unaondotea sababu. Nataka niseme na wewe, suluhisho ni pale ambapo unachukua hatua na kuja kwa Yesu. Lazima Subiani atoke na wewe uwe salama. Lazima uwe mchawi. Waliokutupia nasema ni kwa jina la Yesu. Lazima upate ukombozi tena. Unaishije ukiwa mtumwa? Kuna watu wanalala maisha. Wako watu wanalala maisha. Yaani mwingine anaoya madeni. Bila kunapokucha. Yeye ni madeni tu. Hata akienda kulala anaimba madeni. Saa 11 hivi zimefika. Madeni. Hawezi kuwa na raha ya maisha. Kila anachokigusa kinakufaa. Kila anachokigusa kinakufaa. Sikiliza. Tuko hapa tumechangamana. Wengine mna matabia ya kiukoo. Nilikuwa nafikiria kwa nini watu wanatenda dhambi sana. Wanatenda dhambi kwa sababu dhambi haijafa ndani yao, na ndio maana anatenda dhambi. Tuko hapa, mafamilia yetu tunatofautiana. Wengine uko wao asili yao ni kuoa miezi miwili chaka. Wengine uko wao ni waongo sana. Wengine uko wao yani ni kudanga tu. Ndio maana wanafunzi wanapenda tu. Kwa sababu gani? Hiyo nayo ni aina ya ukoo. Lakini sikiliza, Biblia imesema wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto ndio wa Mungu kabisa. Ndio wale waliaminio ndio jina lake, waliozaliwa ndio si kwa mapenzi ya mtu, si kwa mapenzi ya mwili, si kwa mapenzi ya damu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Katika Mungu kuna ushindi wa kutosha. Wewe unapomwamini Yesu umezaliwa mara ya pili, umezaliwa na Mungu kupitia agano jipya ambaye ni Yesu kabisa. Umesahau na kusoma nini? Soma tu baba, bado muda upo. Soma. Nikuonyesha kitu hapa. Unakaa na manafiki wewe hujajua tu. Mume wangu ana hela, basi nikaokoka. Wewe wanaosali wote ni masikini. Hivi wewe unajua hii dunia? Unaijua? Mimi niokoke ili weje sasa. Hujui kwa mlishi na manafiki? Kwanza mume wako hajatulia. Ndio maana kila siku anakuja saa 6 za usiku. Ukimuuliza na kwamba nilikuwa nafuatilia mpira matokeo. Una mtu manafiki sana duniani. Yaone tu anakusalimia.